Usisahau kufuatilia Cheda Simulizi. Kama utavutiwa na simulizi hii, basi usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment channel yetu ya Cheda Simulizi. Haya, twende kusikiliza simulizi nzuri. Leo naomba nikusimulie hadithi ya kijana mmoja. Kijana ambaye maisha yake yamekuwa ni mfano wa ndoto, mateso, mapambano na hatimaye ushindi. Ni hadithi ya mtu ambaye leo dunia nzima humuita kwa heshima kubwa, Shah Rukh Khan, au kama wengi wanavyomuita, mfalme wa Bollywood. Utoto na mwanzo wa maisha. Shah Rukh Khan alizaliwa tarehe 2 Novemba 1965 mjini New Delhi, India. Baba yake aliitwa Mir Taj Mohammed Khan, mama yake Latif Fatima Khan. Walikuwa familia ya kawaida isiyo na utajiri. Baba yake alikuwa mwanaharakati wa kisiasa na mfanyabiashara mdogo. Shah Rukh alikulia mitaa ya Delhi akiwa na ndoto kubwa, lakini maisha hayakuwa rahisi. Tofauti na watoto wa matajiri waliokuwa na kila kitu, yeye alikulia katika nyumba ndogo, lakini moyo wake ulijaa matumaini. Shuleni alikuwa kijana mcheshi, aliyejua michezo kama cricket, hockey na football. Lakini kipaji kilichoonekana zaidi kwake ni kuigiza. Kila alipokuwa akisimama jukwaani shuleni, alibadilika. Hakuwa tena Shah Rukh wa kawaida, bali mhusika mpya aliyekuwa na mvuto. Hapo ndipo walimu na marafiki wakaanza kuona kitu cha kipekee ndani yake. Maisha ya elimu na kijana mchangamfu. Baada ya kumaliza shule, Shah Rukh alijiunga na Hansraj College, akasomea uchumi. Lakini moyo wake haukuwahi penda namba na hesabu, bali sanaa na maigizo. Ndiyo maana akawa mwanachama wa vikundi vya michezo ya kuigiza chuoni. Bado na kukumbusha ni Cheda Simulizi. Ewe mfuatiliaji, usisahau kusubscribe na kulike pamoja na kucomment. Haya, tuendelee na simulizi yetu. Tulipoishia tunaendelea. Baadaye akaingia Jamia Millia Islamia kusomea uandishi wa habari na mawasiliano ya umma. Alitamani kuwa mtangazaji au mhariri, lakini maisha yakamgeukia. Wazazi wake wote wakafariki akiwa bado kijana. Baba alifariki mapema na miaka michache baadaye mama naye akaaga dunia. Kifo cha wazazi kilimvunja moyo. Alibaki peke yake, yatima, akihisi dunia imemwacha. Lakini badala ya kukata tamaa, kijana huyu akasema moyoni, nitapigania ndoto zao, nitafanya maisha yangu yawe na maana. Safari ya kuelekea sanaa. Shah Rukh alianza kuigiza kwenye vipindi vya televisheni mwishoni mwa miaka ya 1980. Vipindi kama Fauji na Dil Daria vilimpa umaarufu mdogo. Watazamaji waliona uso wake, wakasikia sauti yake, na mara moja wakahisi kuna star mpya anakuja. Lakini televisheni peke yake haikutosha. Ndoto yake kubwa ilikuwa Bollywood, dunia ya sinema ya India. Akaamua kuhamia Mumbai, mji wa ndoto na machozi. Mumbai ilijulikana kwa ushindani. Mamia wa vijana huja kila siku wakitaka kuwa waigizaji, lakini wachache sana huweza kufanikisha. Shah Rukh naye akajitupa humo humo. Mara ya kwanza akapewa nafasi ndogo, akakataliwa mara kadhaa, lakini alikuwa na sifa mbili za kipekee: msimamo na ujasiri. Kuingia Bollywood. Mwaka wa 1992, filamu yake ya kwanza Deewana ikatoka. Filamu hiyo ikawa hatua ya kwanza rasmi. Watazamaji walimpenda, wakahisi kuna kitu kipya. Kijana mwenye macho yenye mvuto, mwenye nguvu ya maneno na mtindo wa kipekee. Lakini kilichoshangaza zaidi ni kwamba Shah Rukh hakutafuta nafasi za mashuhuda wazuri peke yake. Wakati wengine walitaka kuwa hero wa kupendwa, yeye alikubali kucheza majukumu ya villain, mtu baya, mchoyo, mwenye roho ya kikatili. Filamu ya Bazigar na Dar 1993 zikawa gumzo. Watazamaji walimchukia kama mhusika, lakini walimpenda kama mwigizaji. Walisema huyu kijana ni tofauti na wengine.
kupaa kufika juu, mfalme wa mapenzi. Mwaka wa 1995 ulileta mapinduzi. Shah Rukh akaigiza kwenye filamu ya Dilwale Dulhania Le Jayenge, DDLJ, hadithi ya mapenzi ya vijana wawili waliopigana penzi lao dhidi ya vikwazo vya kifamilia. Filamu hiyo ikawa sio tu filamu, bali utamaduni mpya. Leo hii, sinema moja huko Mumbai bado inaonyesha filamu hiyo kila siku kwa miaka 25 zaidi, na Shah Rukh akapewa jina jipya, mfalme wa mapenzi. Baada ya hapo, filamu zikaendelea kumuinua juu: Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Devdas, Kal Ho Na Ho, My Name is Khan, Chennai Express, Pathan na zingine nyingi. Kila filamu ikawa ni tukio kubwa, kila mara jina lake likawa linangawa zaidi. Mafanikio zaidi ya uigizaji. Lakini Shah Rukh hakuishia tu kwenye uigizaji, akawa mfanyabiashara, akianzisha kampuni ya filamu Red Chillies Entertainment, na akawa mwalekomili wa timu maarufu ya cricket Kolkata Knight Riders katika ligi ya IPL. Leo hii Shah Rukh Khan sio tu muigizaji, bali ni mfano wa mjasiriamali, mtu anayetoa misaada na kiongozi wa kijamii. Maisha ya upendo na familia. Mbali na sinema, maisha yake binafsi nayo ni simulizi ya mapenzi. Akiwa kijana wa miaka ya 80, alimpenda msichana aitwaye Gauri Chibar. Gauri alikuwa Mkristo wa Hindu, Shah Rukh Muislamu. Familia zao hazikukubaliana, lakini penzi lao lilishinda vikwazo. Walifunga ndoa mwaka wa 1991. Leo wana watoto watatu, Aryan, Suhana na Abram. Na licha ya umaarufu wake mkubwa, Shah Rukh amebaki mume na baba mwenye mapenzi makubwa kwa familia yake. Hadithi ya ushindi. Tuko kijana wa mitaa ya Delhi, yatima aliyehisi dunia imemwacha, hadi kuwa moja wa waigizaji maarufu zaidi duniani. Hii ndiyo hadithi ya Shah Rukh Khan. Amepata zaidi ya tuzo 14 za Filmfare Awards, na magazeti ya kimataifa kama Forbes wamemtaja miongoni mwa watu wenye ushawishi mkubwa duniani. Mashabiki wake sio tu India, bali pia Mashariki mwa Kati, Afrika, Ulaya na Marekani. Na hivyo ndivyo simulizi linavyotuonyesha: hata ukiwa kijana maskini, hata ukiwa yatima, hata ukiwa na vikwazo vya kila namna, ukishikilia ndoto zako, ukifanya kazi kwa moyo na bidii, dunia nzima inaweza kufunguka mbele yako. Shah Rukh Khan ni mfano hai wa ndoto zinavyoweza kuwa kweli. Usisahau kufuatilia Cheda Simulizi. Kama utavutiwa na simulizi hii, basi usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment channel yetu ya Cheda Simulizi.